Shinikizo kubwa dhidi ya Samia Suluhu Hassan limeanza kuzaa matunda ambapo tayari kuna matukio makubwa mawili yaliyotokana na shinikizo hilo, ilhali kunatarajiwa mwezi Juni kushuhudia tukio jingine kubwa la tatu kama inavyoelezwa katika makala hii fupi lakini ya kina. Sasa kumekuwa na shinikizo la chini chini dhidi ya Samia Suluhu Hassan kutokana na yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 mwaka jana, ambapo maelfu ya Watanzania waliuawa na vyombo vya dola kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Kuna mambo mawili ya msingi ya kuyafahamu. Moja ni kwamba lugha inayotumiwa na Samia mwenyewe pamoja na serikali yake inaonyesha kiburi, inaonyesha kujiamini, inaonyesha kutojali. Lakini nyuma ya hayo kuna panic, kuna mtafaruku, kuna sintofahamu kubwa ambayo inaendelea ndani ya serikali kwa Samia mwenyewe pamoja na kwa wasaidizi wake. Hilo moja. Lakini upande wa pili, wakati mashinikizo mbalimbali yamekuwa yakisikika juu juu, ikiwa ni pamoja na kutoka katika nchi za magharibi, hususan Marekani, ambayo majuzi tu hapa kumetangazwa kwamba maseneta wawili wamewasilisha muswada wa kuitaka nchi hiyo itathmini upya uhusiano wake na Tanzania. Lakini pia Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi nyingine zimekuwa zikifanya mashinikizo, lakini haya yamekuwa hayapati kusikika kwa wingi. Kwa sababu gani? Sababu kubwa ni kwamba vyombo vya habari vya Tanzania vimekuwa haviripoti taarifa kama hizi, na pia utawala wa Samia umekuwa makini katika kupaza sauti kuhusu kauli zao ambazo nyingi ni za kibabe, nyingi ni za jeuri na nyingi za kutojali. Lakini faraghani ni watu ambao wana wasiwasi wa haya yanayoendelea. Sasa hadi ukilinganisha jinsi ambavyo wao wanajionyesha hadharani, jinsi wanavyojiportray kwamba wako imara, hawayumbishwi, kila kitu kinakwenda vizuri, na yale ambayo yanafanyika kimya kimya bila kusikika, hususan shinikizo kutoka kwa nchi za magharibi, matokeo yanajieleza waziwazi. Kwa hiyo kuna matukio makubwa matatu. Yapo mengine, lakini haya matatu ndio makubwa zaidi. Na haya mawili ambayo tayari yameshajiri ni matokeo ya moja kwa moja ya shinikizo hilo. Mnakumbuka majuzi hapa Chadema walipata taarifa kutoka mahakama ya rufaa kwamba wameruhusiwa kuendelea na shughuli zao za siasa. Na taarifa hizi zilikuja kwa ghafla, kwa sababu inavyofahamika kwa sasa mahakama zinafanya kazi kwa amri ya Samia Suluhu Hassan, mahakama zote. Kwa hiyo watu wengi walipatwa na mshtuko kwamba inawezekanaje mahakama hii inayoendeshwa na Samia leo iruhusu Chadema kuendelea na shughuli zake, ikidai kuwa hilo zuio la awali la mahakama kuu dhidi ya Chadema kufanya shughuli zake za kisiasa lilikuwa na walakini. Lakini huo sio uamuzi wa kisheria. Ni uamuzi wa kisheria, lakini shuti upate ridhaa ya Samia. Na Jasusi TV iliweka makala hapa kueleza kwamba kuna sintofahamu kubwa kwamba kwa nini mahakama imetoa uamuzi wa kuipendelea Chadema, mahakama ya rufaa, ilhali inafahamika kwamba mahakama hiyo inafanya kazi kwa maelekezo rasmi ya Samia Suluhu Hassan. Sasa jawabu limefahamika kwamba hata hilo la Chadema kuruhusiwa kufanya shughuli zake za siasa ni matokeo ya mashinikizo mbalimbali. Maana nikisema shinikizo ni moja, mashinikizo mbalimbali kutoka nchi za magharibi, na mashinikizo haya yameanza kufanya kazi. Kwa hiyo hilo lilikuwa moja. Lakini la pili ni hili lililotokea muda mfupi uliopita, ambapo kesi iliyokuwa ikikabili Chadema, kesi ya mgawanyo wa mali ambayo ilifunguliwa na viongozi wa zamani wa chama hicho kutoka Zanzibar, wakidai kuwa chama hicho kimekuwa kikibagua Zanzibar katika mgawanyo wa rasilimali zake. Kesi hiyo nayo imetupwa, na matokeo yake ni kwamba Chadema wameshinda hiyo kesi. Na hiyo kesi imekuwa na athari kubwa sana, kwa sababu Chadema kwa takriban miezi 11 ilikuwa haifanyi shughuli zake za kisiasa kutokana na kesi ambayo kwa kimsingi ilikuwa ni kesi ya mchongo, kesi ambayo ilitakiwa itupwe mara baada ya kufikishwa mahakamani. Lakini jaji aliyekuwa akisikiliza hiyo aling'ang'ania, na licha ya Chadema kusema kwamba walikuwa hawana imani naye, lakini akang'ang'ania kuwepo. Hata hivyo, shinikizo hili la kutoka katika nchi za magharibi limesaidia kupelekea uamuzi huo. Haya ni maagizo mengine ya Samia Suluhu Hassan kwa mahakama hiyo kwamba hii kesi haina tija, ni vema ikafutwa. Na hiki ndio kilichotokea. La tatu ni kubwa.
na hili bado lina mtikisiko mkubwa ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa sababu kuna athari za hili la tatu. Hili linatarajiwa kutokea mwezi wa sita. Jasusi TV imeeleza hapa awali kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kuachiwa mwezi wa sita, na pengine wengine wenu mtakuwa umesikia haya maongezi huko kwenye mitandao ya kijamii kwamba inatarajiwa, na wengine wanakwenda mbali na kutaja tarehe kwamba kufikia tarehe 11 ya mwezi wa sita Mheshimiwa Lissu anatarajiwa kuachiwa huru. Endapo itakuwa ni tarehe 11 au itakuwa ni mbele zaidi ya hapo au itakuwa ni kabla, hilo ni swala la kusubiri muda, lakini hili linatarajiwa kutokea, na hili nalo ni matokeo ya mashinikizo haya kutoka katika nchi za magharibi. Na katika mashinikizo haya ambalo linawasumbua zaidi ni hili shinikizo la muswada uliowasilishwa katika bunge la Marekani. Muswada huu umewasilishwa na maseneta wawili, mmoja ni Ted Cruz na mwingine ni Seneta Shaheen. Muswada huu athari zake sio tu kwa Tanzania, na hili la athari kwa Tanzania haliwasumbui hao watu kwa sababu ni watu ambao wanajali maslahi yao binafsi. Tatizo la muswada huu, na pengine wengi hamjafanikiwa kuona au kusikia kilichomo ndani, Jasusi TV itafanya jitihada ya kuwasilisha angalau kipengele kimoja cha muhimu ambacho ndio kinawanyima usingizi Samia na wasaidizi wake. Kipengele hiki kinataja bayana watu ambao wanapaswa kuchukuliwa hatua, na katika watu hao moja kwa moja Samia anahusika, lakini viongozi mbalimbali ambao walishiriki katika maamuzi kuhusiana na yaliyojiri kuanzia Oktoba 29. Ndani hapo kuna mkuu wa jeshi la polisi, kuna mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa, kuna mkuu wa majeshi, mwanasheria mkuu na mawaziri mbalimbali ambao moja kwa moja walihusika na maamuzi yaliyopelekea mauaji ya maelfu ya Watanzania. Hili linawapa shida kwa maana mswada huo ukipita unakuwa sheria, na katika utekelezaji wa sheria Marekani ina mkono mrefu. Sasa kikubwa kinachowapa hofu hawa sio kuhusu labda watazuiwa kuingia Marekani kama iliyotokea juzi, na hapa kuna makala ilieleza kuhusu Mafwele kwamba yeye wasiwasi wake sio kuto kuingia Marekani kwa sababu hana mpango wa kwenda Marekani. Hata Bashite kazuiliwa kwenda Marekani, haimsumbui. Wasiwasi mkubwa wa hawa ni mali zao. Marekani ana uwezo wa kuweka shinikizo kwa washirika wake, na washirika wake ni pamoja na nchi za Uarabuni, kwa mfano Dubai huko ambako hawa mafisadi wameficha mabilioni ya fedha walizoiba kwa Watanzania, huko Afrika Kusini na nchi nyingine. Marekani wana uwezo wa kushinikiza nchi husika ambazo hawa mafisadi wameficha pesa zao na kutaifisha, sio fedha tu, hata mali, kwa sababu tunaambia huko Dubai watu wamenunua majumba na mali mbalimbali. Kwa hiyo Marekani wana uwezo, lakini wana uwezo wa kutumia taasisi mbalimbali hata zilizo ndani ya Tanzania kuhakikisha kuwa haki wanayodai inapatikana. Hili linawanyima usingizi hawa watu, na ndio maana huku hadharani wakiendelea kudai kwamba hakuna, sisi ni taifa huru. Nadhani mmesikia zaidi yaliongelewa juzi bungeni hapa. Bungeni kumekuwa na maneno mengi sana kwamba sisi ni taifa huru, au Marekani sio. Wengine wamekwenda mbali mpaka wametumia machawa viongozi wa dini kusema Marekani inapaswa iombe radhi, sio Marekani iwekewe vikwazo. Hawa watu wanaotembeza bakuli kila siku wanaenda kuiwekea vikwazo Marekani. Vikwazo gani? Kwa hiyo ni jitihada tu za kutengeneza. Hizi jitihada zinazofanyika ni za ndani ya nchi, na ndio maana juzi Wizara ya Mambo ya Nje imechapisha waraka. Waziri husika Kombo amekwenda bungeni, ameongea vitu vichafu sana, ameongea vitu vya ajabu sana, vingi ni vya uongo, akidai kwamba alivyokwenda nje sijui kajaribu kufanya hiki. Sasa kwa sababu wabunge wenyewe ni watu wa kuelezwa chochote na kukubali na kupigia makofi, ilikuwa sawa, lakini maneno aliyoongea ni machafu na yana athari. Sasa baada ya kuongea maneno hayo, na kwa sababu watu wameyafuatilia na kuyaweka mtandaoni, sio tu kuyaweka mtandaoni, wameitagi Jumuiya ya Ulaya, wameitagi taasisi mbalimbali za Marekani. Walivyoona hali iko hivyo, hiyo wizara husika haraka ikakurupuka na kudai kwamba kuna upotoshaji unafanywa. Hayo yanayodaiwa kusemwa bungeni hayajasemwa, lakini nyote ni mashuhuda mliofuatilia clips mbalimbali zikimuonyesha Waziri Kombo pamoja na wabunge mbalimbali wakiongea maneno ya hovyo kabisa huko bungeni.
na baada ya kubaini kwamba haya yanaweza kuwaletea matatizo, wamekwenda kuomba radhi na kudai kwamba haya maneno yanapotoshwa na watu kwa mtandaoni, ni ile panic iliyopo. Kwa hiyo hali ndio iko hivyo. Kwa hiyo tayari matukio mawili yanayohusu Chadema, lakini moja ni hilo la Mheshimiwa Lissu ambalo linatarajiwa hapo Juni. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.